Greetings, dear friends. Thousands of volunteers from all over the world are defending freedom and justice in Ukraine. The number is growing month by month. To join us, you just need to fill out an application form on our website. We will train, equip, and provide you with all the necessities. By the way, the Ukrainian government pays each person $485 a month for the training period. During the period of participation in hostilities, $4,500 per month. The money is paid twice a month to a card account. If you want to know more, Russia na Ukraine wamesema watoto vijana watakaa mtaani kwa amani, wamesema waende wafanye kazi wapigane huko. So these matches share it to anybody mwenye ambako na bro, mwenye ambako home, mwenye ambako ana feel ana struggle. Guys, don't dare this. Don't dare do this, kwa sababu utaacha familia yako na majonzi. Pesa si kila kitu. Pesa si kila kitu. Saa nyingine peace of mind inakuanga more important than pesa. Unapata mtu ako na pesa, kwa wako na pesa, but anatoka anacheza pesa zote, anaenda pahali tu pale ambapo anaishi maisha simple, yani maisha ya peace. You know, so what's the point of wewe kurekrutiwa hapo kama ambao walishikwa na DCI hapo Kilimani? Na saa hizi Kenya wako sana wana recruit maboy hapo. Ukiona tu wewe uko na nguvu, uko na afya, wanaona huyu anaweza beba AK47. Saa hizi wana recruitiwa, wanapelekwa airport usiku, wanapelekwa Ukraine ama Russia. Hebu sikia mtu analipwa 4,500. Unajua hiyo ni almost 600k Kenya shillings, almost 600,000 per month. But now what's the point of wewe kushika 600,000 per month? Let's say utumie familia yako 300 ama 400. Then kitu ambao hamjui kuwa nyinyi watu ambao nyinyi maforeigners ambao mnakuja kufight hizi nchi, nyinyi ndio mnaikao kwa front line. Pale mbomu ikirushwa, wewe ndio wa kwanza kuvunjika mguu katika kiuno katikati. Anything yenye ina affecting nyinyi ndio mnakuanga front line. Kazi yao ni kukaa ofisi na kwa monitor na ma drones tu huku, ama wako kwa zile matankers na mandege. Nyinyi sasa nyinyi ndio ma ground soldiers. Foreigners wengi ambao wanaenda kupigania hizi manchi, nyinyi ma ground soldiers. So wewe tunajua mazee kukosa pesa mazee, yani hata kama the mission remain to kick out poverty. Hizi zingine ni noma. Hii nyingine utaacha familia na majonzi mingi sana. Haina haja uende huko kule mshahara mwezi mmoja ya pili unaambua umeenda mteja, kwa sababu kule nao una sign informed consent kwa wewe yako ikiisha imeisha. Hakuna pale ambao ati sijui familia itafidiwa, sijui ati italipwa, sijui ni hakuna. Hiyo ambao unalipwa hiyo ndio utatuma ukiako ukesi ukikufa kwa vita, hiyo ni fallen soldier. Hakuna place ambayo atalipa familia yako. So what the point of wewe wacha watoto wako huko, bibi yako, familia yako, wazazi wako, masista zako, uende kwa vita nyingine ambayo utakufa siku mbili, after mwezi moja, mwezi mbili, then yako imeisha hivyo. Saa nyingine ni poverty yenyewe inatusukuma huko, utaambiwa get rich or die trying. But sasa pale die trying ni 90%, get rich ni 10%. Sasa utaamua, utabalance equation mwenyewe. Utaenda kwa 90% die trying ama get rich ya 10%. Kwa sababu kule leo utakufa. Watu ile vita hao si kama hii ya maandamano ya kutupia na matia gas hapa na mama itao. Kule ni bomb after bomb ndio zinaongea. Kule ni marisasi zinapigika huko, ni kama unasikia zile maraga za kitambo kwa ufa. So anybody ambao kuna brother or sisters, don't fall into this trap. Hii ni trap ya kwenda kuwa watoto wetu huko. Kwa hivyo usiangukie hii. Hata fadhali utafute kazi ya bure, uende Lebanon, uende Qatar, uende Dubai, uende wapi, but usiende kwa hizi countries za vita. Utaacha familia yako na huzuni na majonzi for nothing. Hii pesa ambayo wanakuitia hapa, hiyo mbona kulipa mingi, jua ni pesa ya damu. Ni watu wameumia ndio hii pesa ikapatikana. So wewe ukifikiria tu utaenda huko enjoy hii pesa, hakuna kuenjoy. These people wanaishi kwa msitu huko na kwa mlima throughout hizo miezi zote, kwa sababu wezi umekuja wewe unalipwa na wewe ni foreigner, watafanya vile wanataka na wewe. Ukifika huko kitu ya kwanza hakuna simu. So wewe jua mission umeenda, umesign contract ya miaka 2. Hii miaka 2 ukitoboa ni Mungu akusaidie. So share this video to anybody mwenye ambaye anafikiria kwenda Ukraine kupigana na Russia. Choice ni yako, sisi tutakushikilia. Wewe ndio unajua pale ambapo kiatu ambao umevaa na kufinya. So ukiamua enda ni sawa, well and good, we wish you well. But at least tumekuambia kule kutoboa ni 10% chances. Guys, from my yesterday video yenye nilipost kwa Ukraine and Russia, they are recruiting Africans, especially Kenyans, wana recruitiwa sana, wanakuwa smuggled,
wanadanganywa kwa wanaenda job Saudi Arabia, Qatar, Dubai, sijui za riders sijui nini, but wanajipata wako Russia. Yeah, wanaenda kujoin military huko kufight. From the comment section I saw yesterday, people are depressed outside here. We guys, wanyambo mko outside the country, mko Gulf, jua Kenya ni kugumu. Kenya ni kugumu. If you think it's a joke, enda tu kwa comment section hapo, you see when watu people are just ready to die. They have no purpose of living. They have, wengine wao they have nothing to lose. Wanasema hiyo pesa hiyo 600k hata atumie tu familia yake miezi 2 miezi 3, hata kama atakufa ni sawa, at least familia yake ibaki iko na kitu kidogo. Even though hiyo pesa haiwezi kusustain familia yako for the rest of their lives after umeenda, but they say you better die trying than kama venye this guy Jack anasema hapa. Jack SK amesema I'm very already to go there. There is no need of me in living myself because cannot pay rent or pay school fees for my kids. I'm ready to die trying. Guys, people are depressed outside here. Yani ile life ya home imefanya watu wafike mwisho na mwisho na mwisho, and I totally understand them, kwa sababu you are there, umemaliza college yako, umemaliza degree yako, kuna degree yako, kuna ma certificates zako za kole, hakuna kazi, hata za mjengo zenyewe siku hizi ni kujuana, hazipatikani. Hizi kazi kwa mtaani pia bado za kujuana, hazipatikani. Bado mkishafanya bado hakuna pesa, hakuna amlipwi, pia ni kusumbuana pia na gavande walipe. Some people went wapaka kaanza ku strike more than 8 months hawajalipwa, na wamefanya kazi for like 5 months. No. So this is when you realize like people are depressed outside here. People will do anything to put food on top of their table. People will do anything for their family. So mimi siwezi blame wase at all. Kuna place ambapo life inaweza kusukuma ubaki hauna option, hata kama ni kukufa. Hata kama how many times tumeona hapa nje someone is willing to sell a kidney so that at least aweze kujisustain kimaisha, kwa sababu amefika mwisho and amekuja kulearn kwa you can survive with 1 kidney. So why will I have 2? Yes, I can sell 1 then for 1 million, then at least nifungue biashara, nifanye 1 2 3 things. I don't blame these people. I never ever blame them. I don't ever judge them, kwa sababu ni pale maisha na kusukumanga, you don't think straight, you just think of survival. You see many of them, they are just ready to die. You are ready to die not even for your country, you are ready to die for a cause. Kwa yeye anataka at least familia yake ikae fiti. Yeah. So anybody mwenye ambao kuku nje, you are seeing your comments hapo, kama ni mtu ambao unajua, mtu ambao rafiki yako, try talking to them. Kama uko na connection ya job or anything, jaribu ku advise venye place huko, venye ulifika na nini, you know, hata kama hataweza, but at least anaweza kuwa na option, kwa sababu saizi now sincerely speaking, since news iende nje, hakuna watu ambao wanaenda, they are going outside the country. Hauwezi pita pale airport kama una offer letter saizi ya kampuni unaenda, na the moment wameona kwa ndege yako itakuwa sijui ni Russia ni wapi or wapi, hawakubali. The thing is nowadays just these agents wamekuja na new tactics, wana recruit home pale, unasikia sijui ma drivers, ma motorbike drivers wanatakikana, ma taxi drivers, sijui watu wa nini wanatakikana, then unaenda kama ni Saudi Arabia, unaenda kama ni Qatar, kama ni Dubai, mnafichwa huko watu karibu 50, alafu from hapo sasa mnakatiwa ndege sasa ya kwenda Ukraine ama Russia, hizo country ambazo zinapigana kwenda huko. But the thing is guys, you should know that these people, hii kitu pesa mbona nakwambia ni kwa vuruta. Mkishafika huko kwa ground, watu wengine ambao wamefika kwa ground nakwambia vitu ni different. Kule unakulipa 200k ya Kenya na wewe ndio pale, hakuna, hauwezi ukishafika tu the moment unafika kuna kusign informed consent kwa hauwezi resign, hauwezi toka, sababu they think that ukitoka unaenda kupeana siri za kambi yao, siri za masoja yao utaenda kupeana. So these people most of the time watu wa kuachilia wanafikiria tu utaenda huko for 1 year kisha uresign urudi. These people can really easily kill you, kwa sababu you have been smuggled. Hizo ambao unaona watu wameenda Haiti, sijui wameenda Somalia, hizo ni mission. Jina yako hata kisachiwa online, utaona online kwa jina yako iko kwa you have gone for a mission. Hizo umekuwa smuggled inside, wewe ni refugee. So hata watu hata kufanya kitu mbaya, there is no way utawapeleka, kuna place kitu ambacho utawafanyia. Yeah, but we really understand kwa yenyewe ni life na kuishi ni mara moja na this and this, but yeah, risk pale ambao naona is worth risking. Kama hii umeona ni worth risking, hiyo so 6 so 7 umekule mwezi 2 3 4 ukitumanga home switch, atujui kama pia unaweza tuma home, kwa sababu these people they don't want any contact between you and someone who is outside. Watasema labda nakuwekea pesa yako mpaka siku ambayo utamaliza hiyo contact yao ndio utoke. I don't know how they operate, but all in all guys, just know outside there people are frustrated, people are, watu wamefika tu mwisho liwe liwalo. This is mimi it was really very sad.
The amount of men wenye ambao unaona hapo nje wenye ambao ko depressed na ma family responsibilities, it's just so sad. It's just so sad. I hope my government could see all these comments. Now they do something about it. Our young men are dying outside here softly. Inside, it's not easy. It's not good. The government should do something about this, which I know they will not do anything, but this is the sad point of reality yenye tuko nao in Kenya. People are really depressed. People are really ready to die for anything as long as ni kitu inaleta pesa. Strong. I have a free advice for you. Take it or leave it. But mimi, I've said what I've said. Kama unajua uko Gulf na unajua uko kwa kazi ambayo at least inakuwezesha kulipa bills zako hapa na kule every month bila delay, bila stress, hata kama you don't save much, but at least watu wa kwenu, watu wa siblings zako wanasoma, nyumba imelipwa, madhe yako sawa, fadhia yako sawa, you know, tulia kwa hiyo job. You know, kinitambia tulia kwa hiyo job. Hizi pressure za kuambiwa ati kuja Europe, kuja Luxembourg, siju kuja huku Canada, unless you are blind unless you are blind, you don't see what's happening in Europe, in USA, that's when utaanza kushikwa na hiyo joto yao, nataka kwenda Europe. Guys, wanataka kwenda wapi pale utakikani? Citizens wa Europe, UK, huko France, wapi US, wana demonstrate kila siku, wataki immigrants. Saizi immigrants ukishikwa saizi kudeportiwa. Last week I have a friend mwenye amekuwa USA for almost I think 7-8 years. Alienda huko hata before sisi tukuje Dubai. Imagine this guy being in USA for all that time. Ameshikwa, amekaa tu like 2-3 weeks na amedeportiwa home. Ana anything hauna, kwa sababu kule ndio upate papers nowadays. Na walishatoa siku hizi nowadays, hati sijui ukizaa huko hati mtoto anakuwa citizen wa huko, ngosa hao. Hati sijui ukipata chali sijui ni mzungu, hati saizi hati unafikiria hata kumshikia mimba, hati automatically utapatiwa citizenship ya huko, ngosa hao. Watoto wanabaki huko, wewe utajipanga. Yeah. Saizi hata wase ambao walienda kwa student visa, saizi huwezi geuza upatiwe citizenship. Maliza kusoma, exit, enda kwenu, tafuta kazi, wakikuita sasa rudi sasa na employment visa. Kama saizi wameweka kuwa for any company in USA ndio ikuandike wewe safara, lazima ulipe $100,000. $100,000 hiyo ni 14-15 million Kenya shillings. Wewe mwenyewe ni safara, unataka kwenda kutafuta kazi, gava inataka ulipe kwanza 14-15 million kwanza ndio uandikwe na kampuni yote. Na kumbuka is renewable every year. Madam, mwanaume, tuliza matako pale huko, fanya tu kazi yako vizuri, jipange vizuri. It doesn't matter where you are, utaomoka kama wewe ni wa kuomoka. Kama wewe ni failure, pia utafail tu. Na tuzidi kutusiwa na huyu microblading, huyu shenzi type ya mtu. You know? So tulia pale ambao huko, usishikwe na mapresha za hizi maagent ati kuja tutakupeleka sijui wapi. Unauliza watu, hii Europe ambao mnashinda mnaimba mtaka kunipeleka, naenda kufanya nini huko to be precise? Kwa sababu saa hizi hawataki small laborers. Europe saa hizi hawataki watu ambao wanafanya hizi kazi ndogo ndogo, sijui za caretaking, sijui kuchukua caretaker za wazee, sijui kufanya. Hawataki, wanataka hizo jobs zibaki za watu wao. Wewe ukienda huko unaenda na degree zako kama expatriate, yani wewe unaenda kama engineer, kama hizo ndio vitu ambao anataka saizi. Hawataki watu sijui wewe unaenda huko kama security, sijui unaenda huko kama mtu wa kuosha mashosho, sijui unaenda huko kama hizo saizi hawataki. I have an aunt, my very lovely beautiful aunt, ameenda German saizi, I think is 3-4 months. 3-4 months sisi aende German, ako kwa shelter mpaka leo. Watu ambao kwa German watakwambia hapa she's still in shelter, hajatolewa huko, hakuna mtu ambaye kuja kumchukua hata apeleke kazi. And she is not that old. She's I think 30 something almost, hajafika hata 40. Now you can imagine if this kind of a person mwenye ashaenda German trip kadhaa, alienda tu kuvisit kwa sababu akona familia yake na watu wake huko, so akaamua acha pia ni relocate niende nifanye kazi huko. Hakuna job. Mtu asikudanganye. Unaona hii 100k yako unapata huko, hii 150k yako, value that money. Hiyo money utatoka huku ujipeleke pahali already umeshaji step back miaka zingine 3 ndio uende kule, ndio sasa watu ustabilize kidogo, ndio uanze kazi hizi mavibarua hizi za kufanya kazi 3-4 ndio hati at least uweze kulipa rent. Hizo ni miaka ngapi? 3 umewaste tayari. Hizo miaka 3 niambie mtu ambaye ako huku Gulf analipwa mshahara ya 100k ama 150k, amejiendeleza aje wewe ukiwa bado ndio unatafuta kazi, unahangaika left right and center ukikimbia mapolisi na makara wa immigration? So before you make that stupid decision ya kufuata pressure ya watu hapa social media, ati wakwambia ati sijui agent so and so inapeleka watu Europe. Hata mimi niko next, hata mimi I'll clap for, una clap ya
blessings zenye unaenda kuteseka huko mpaka hata simu peke yake uweze nunua hata smartphone. Kuna watu waliendanga huko hata credit peke yake mjamaa anakuambia mazee si unitupia hata na Sendwave mazee hata 100 tu ya huko nitashukuru. Hawana unaenda place ambayo uwezi tembea in peace, place kama USA lazima uwe na gun kwa sababu unaweza shutiwa tu anywhere anyhow. Unaenda place kama Paris yenye uwezi vaa chain fake kwa barabara ya huko London utasnachiwa. Hata mnasema Nairobi kuna mzee, Nairobi hakuna wezi, kule ndo kuna wezi sasa, kwa sababu kule kuna madrug majanki, watu wamevuta makunywa madrugs, wamejidunga mpaka wako tu kwa street wamekatuka kama mazumbi. Yule wale watu watakaye kuona anything inaitwa simu, chain, pete, they will steal from you at a gunpoint. Watakushikia kisu wakuibie. Mnafikiria ati Nairobi ni mbaya? Wait until you go to Europe. Ask the ones who are there. Watakwambia saa hizo wazungu wanakimbia Europe wanarudi Afrika. Yeah? Wanarudi anasema afadhali ile Afrika kutezekea huko atapata kazi ambayo at least watoto waenda shule, anaweza lipa rent, ako much safer. Na hizo ametoa kwa hizo burden za matax pia karibu zote kushinda kwao. Ask yourself why wazungu wamejaa huko Gulf. Kwa nini Saudi siku hizo wazungu wanaenda huko kama kitu kingine? Sababu hiyo ndio the new land opportunity. Wewe ndio huyo unataka kwenda kwao ukaomoke kwao. My dear, think twice. Usipumbazwe na ama agent. Wanachukuanga picha ya mtu mmoja wanapiga nao picha watu 5 kisha wanakupostia ati huyu ameenda. The same person ameenda Luxembourg, the same person ameenda Canada, the same person ameenda Germany, the same person sija amepelekwa Poland. Ni udi tu anachanginge yenye iko na tag ya nani na name tag ya kampuni different. So mwenye masikio asikie. Mwenye ambao ana masikio pia sisi tutakushika tu hapo kuambia pole. Ukituambia tunitumie pia tunakuambia sina.